tumekubaliana na nyinyi ya kwamba hii serikali yetu itashughulikia mahasla kutoka chini. Si tulikubaliana mambo ni bottom up? Tulikubaliana hatukubaliana? Si tulikubaliana ni bottom up? Na tunaanza na wale watu ambao hawana ajira. Katika mpango ya budget nimeweka, katika budget yetu ya mwaka huu, nimeweka mipango 4 ya kupanga ajira ya hawa vijana wetu. Jambo la kwanza ni program ya housing. Katika program ya housing, tunataka kupanga ajira ya vijana 1,000,000 katika taifa letu la Kenya. Pale katika housing, tutakuwa na watu ambao watafanya kazi pale. Tutakuwa na watu ambao wanafanya kazi katika factory ya simiti, factory ya chuma, factory ya zile vifaa ambazo tutatumia katika mambo ya housing. Tutakuwa na biashara ya watu wa warehouse ama hardware. Wale wanafanya kazi hardware watatuuzia simiti, wale wanafanya kazi kwa hardware watatuuzia chuma. Hiyo ni biashara ya housing tunawapangia. Tunapanga vile vile agenda ingine ya mambo ya ajira ya hawa vijana, kwa sababu shida yetu kubwa ni ajira. Ni kweli ama si kweli? Si shida ya hawa vijana wengi ni ajira? Na unajua kuna watu walikuwa wanafikiri ile housing tuliandika katika mpango yetu, ile mambo ya county aggregation and industrial parks tumeandika katika manifesto yetu, walikuwa wanafikiri ni gazeti ya kufunga nyama. Ile manifesto ni mpango ya kubadilisha maisha ya wananchi wa Kenya, na mimi nitahakikisha we implement every page and every article of our manifesto so that we can change the lives of the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Na mimi nitawakaza. Unajua hata yule mtu ya kitendawili alikuwa ana support housing, saa hii amepinduka, anasema yeye anapinga. Mimi nataka nimwambie apinge asipinge, mambo ya housing tutahakikisha kwamba imetembea, ndio tupange ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya, because every citizen counts in the Republic of Kenya. Tumeelewana? Kile mpango ya NHIF, nyinyi ambao ni watu ambao wana mapato ya chini, wale mnalipa shilingi 500, tukikamilisha hiyo mpango na tunafanya verification hapa Naivasha, tukimaliza hiyo mpango, badala ya wewe kulipa shilingi 500, tutateremusha ulipe shilingi 300 vile niliwaambia. Na mimi ambaye napata mshahara kubwa, badala ya kulipa 1,700 nitalipa shilingi 15,000 kwa sababu inatoshana na ile mshahara mimi napata. Tunaelewana watu wa Nakuru? Watu wa Naivasha tunaelewana? Hiyo ndio mpango ya universal health coverage. We must make sure every citizen carries an equal burden. Na tumekubaliana pia na county governments ya kwamba wale community health promoters tunaajiri na tunawalipa mshahara watu 1,100 wapya ambao watazunguka manyumbani kwenu. Tutakuwa community health promoter, anasema yuko hapa mmoja wao. Kila community health promoter atakuwa anashughulikia households 100 katika kile village. Ndio tuwapatie vifaa, watakuja nyumbani, wapime mambo yako ya sukari, wapime moyo inapiga kiasi gani, wapime ile mambo mengine kabla hata hujaenda hospitali, kwa sababu tunataka kuleta mambo ya matibabu ije pale chini, kwa sababu mpango yetu ni bottom, si ndio? Si tuanze kwa kijiji. Kila ward tutakuwa na ICT hub, kwa sababu watu wengi wameniuliza kutoka nchi za nje. Nimeongea na watu wa Ujerumani, nimeongea na watu wa Canada, nimeongea na watu wa Marekani. Wanataka vijana wetu wawafanyie kazi, walipwe na dola wakiwa hapa nyumbani. Mimi ndio nimesema tunaweka pesa katika ICT hub in every ward, ndio vijana wa Nakuru katika kila ward wapate mahali ya kupata free internet. Ya sisi tutaweka pale vifaa ambayo itapatia vijana wetu wa Kenya ajira, because we want to start from the bottom tukienda up. Ni kweli ama si kweli? Leo nimepata bahati ya kufika hapa Naivasha. Wacha nichukue nafasi hii kwa niaba yangu na wale wote tuliochaguliwa, niwaambie watu wa Naivasha asante sana kwa kura zenu. Naivasha, mimi nataka nirudie kwa niaba yangu, gavana wetu
seneta wetu, wabunge pamoja na MCAs, kwenu nyinyi kwa kutupatia nafasi ya uongozi. Mimi nataka niwaambie asante sana. Mimi nataka niseme shukrani pia. Leo tumekuja hapa kufungua hii soko ya Naivasha Modern Market. Hii soko itatosha watu karibu 1,000. Mimi nataka nimwambie gavana wetu na county government ya Nakuru, wale watu watakaoingia kwa hii soko, tuanze kwanza na wale waliokuwa hapa kabla soko itafunguliwa. Hiyo ndio mpango yetu. Alafu wale wengine watafuata. Tunaelewana? Na tumekubaliana na county government vile tutapanga wafanyabiashara hapa. Tunataka tuwapange wafanyabiashara, kila mtu apate haki ya kuendesha biashara yake. Tunaelewana jameni? Na hiyo kazi itaanza baada ya sisi kufungua leo. County government itaendelea na hiyo kazi ingine. Tuko na soko zingine 6 ambayo ilikuwa katika mpango ya ESP. Hiyo soko tumeweka bilioni 3 ya kutengeneza hizo soko zingine 6 za hapa Nakuru na za sehemu zingine za Kenya. Jumla ya soko 180 tutazijenga ili tuwapatie wafanyabiashara nafasi ya kuendesha biashara katika sehemu zingine za taifa letu la Kenya, ikiwemo hapa Naivasha na Nakuru County. Tunaelewana? Vile vile tumeongea na ndugu zetu wa World Bank na wametupatia bilioni 13 ingine ya kujenga masoko katika zile municipalities ambazo tuko nazo. Na niliwaambia mimi siwezi kukubali Kenya iendelee kwa mambo ya mikopo, kwa sababu tukiendelea kukopa siku moja nchi yetu itakuwa bankrupt. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Nakuru, mnasema tuendelee na kukopa ama tutafute pesa kwa mifuko yetu hapa Kenya? Mnasema tuendelee na kukopa? Mnataka tuendelee na kukopa pesa? Mnasema tutoe ushuru ya Kenya? Wale wanasema tulipe ushuru ndio tusikope duniani, nione kwa mkono. Bas, sisi tuendelee safari hiyo. Sisi tutoe pesa ushuru ndio tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Tumesema tunaweka County Aggregation and Industrial Park, mahali ambapo tutakusanya mazao yetu yote, tufanye value addition, tufanye agro processing, tuhakikishe ya kwamba tunawatafutia masoko ya mazao yenu, kama ni mazao ya kahawa, chai, avocado, mambo ya maua na mambo yale mengine yote. Na tayari county government wanatoa 250 million, national government tunatoa 250 million kujenga County Aggregation and Industrial Park ya Nakuru County. Hapa jirani yenu, si hapa tulikubaliana tunatengeneza industrial city hapa Naivasha? Mko tayari ama mko tayari? Mko tayari ama mko tayari? Ile shamba ambayo tuliweka hapa ekari 1,000 imejaa watu ambao wanakuja kujenga hizo industries. Saa hizi imenibidi, saa hii na negotiate nipate ekari ingine 5,000 hapa Naivasha, mahali tutaweka industrial city expansion. Ndio tuhakikishe ya kwamba hapa Naivasha, kama ni mambo ya leather, kama ni mambo ya cotton ama textile industry, ndio tutajenga hapa kutumia umeme kutoka hapa KenGen, kutumia ile mvuke kutoka hapa KenGen, ili yale mambo mnasema hapa, mnataka mambo ya electricity ifaidi watu wa Naivasha, Nakuru na Kenya mzima. Tunaelewana? So hii industrial park hapa, mimi nitarudi nikiwa nimekamilisha hii budget, tukuje tuianzishe, ndio vijana hawa tuwapangie ajira.